Asante mama yangu, oh, asante mama yangu. Asante mama yangu, oh, asante mama yangu. Asante mama yangu. Asante mama yangu. Asante mama yangu. Jo. Jo. Si jambo la kawaida sana kwa mtu ambaye hana shida wala tatizo lolote kupatikana mahala kama hapa. Vipi? Unasumbuliwa na nini binti? Sio mimi, mama yangu. Wow. Mama ana shida gani? Pressure na madonda ya tumbo. Mpe pole. Ila mwambie mtoto mjinga ni mzigo kwa mamae, na hawezi kamwe kuwa mwepesi kama anashindwa kupembua akili yake mwenyewe. Mwambie atakaa sawa. Sawa, nitamwambia. Baliana. Ina maana mwanangu je niona hapa. Unanipita tabia kunijulia hali. Mwanangu naumwa. Baliana. Nalo gani mwanangu? Aya. Tuachane nayo. Umekutana na Lecho. Alida kutafuta. Tuko tunashida na hela dawa. Yaani mimi unajua niko nakusikiliza mpaka sikuelewi. Mara kalikwenda, mara kalirudi, umekutana na Lecho. Lecho si ni binti mkubwa huyo, anaweza akajirudisha. Mimi naanza kutembea na Lecho kweli? Au nianze kumbeba mgongoni? Lecho huyu hapa mchukue mgongoni kama naweza nikambeba. Baliana. Acha kunitolea maneno makali. Mimi ni mama yako. Naumwa Baliana. Wewe nisikilize, kuanzia leo swala la mimi na wapuzi wenzako nakutana mtaani unaanza kuniletea, ipo siku ndawatengeneza. Yaani mimi ni wa kwanza kufokewa na wapuzi huko mtaani. Yaani wewe sasa umekuwa na watu ambao nikutana mtaani nataka mnishambulie, ndawatengeneza. Sitaki ujinga huo. Kwani mimi nilikuwa namjua yule? Yule kaka ungekuwa umjua angefika na nisukuma mbele yako. Maana yake wewe si unamjua. Baliana. Acha kumtolea maneno. Niache na wewe bwana. Acha kunitolea. Wewe unajua alichokifanya huko. Unajua alichonifanyia huko. Dana yako huyu. Sasa yeye aenda kunizalilisha mtaani kule. Nianze kusema tu dana yako huyu. Nisikie hao malezi ya kipuuzi mistaki. Kama hayo malezi mmeshindwa, mimi siwezi. Na ole wako siku nyingine unirudie kunipanda kichwani kwenye upuuzi kama huo. Wewe mimi sio mpuuzi mwenzako. Na kama ni upuuzi, nenda mshirikiane na mama yako, sio mimi. Umekuaje? Baliana. Umeloga mwanangu. Unaniumiza moyo. Unaniumiza sana. Lecho. Blaza boy. Blaza boy.
Vipi? Kuna nini? Vipi? Brother, mbona nikosea hivyo brother? Hadija anakuja unampiga. Kwa nini brother lakini? Ben, yale ya nyuma na leo tunayo hayo. Ben, uone kubadilika. Kubali mabadiliko. Unatakiwa kutoka huko ambako tulikotoka. Komaa kiakili Ben. Hata kama brother, lakini mimi sasa hivi siko katika fikra za mapenzi. Ninachokiangalia yule ni mwanamke. Ukustahili kumfanyia vile. Beli, sikiliza. Mdogo wangu, mimi sitaki upite mle ambamo nimepita. Nimepita kwenye kiza nene. Kiza nene ambalo mimi wewe sitaki hata nusu siku uingiemo. Nimepita kwenye maisha magumu. Nimepita kwenye changamoto za kila rangi, za kila aina. Nina kitu ambacho wewe ukijui Ben. Nina kitu ambacho kinaniuma, ambacho wewe mimi sitaki ukiishi. Hebu waza, mimi sasa hivi naishi kama babako aliyebakia. Je, niruhusu wewe upite katika hiyo hali? Hebu nikukumbushe kitu kimoja ambacho labda utakuwa umesahau. Unakumbuka ile posa kwao nilivyoichana chana? Niliumia Beni. Sisi sio watu kutuja kutuzalilisha hapa. Nimepita katika, nimeumia na maumivu mimi Beni kuhusu wanawake. Wanawake sio kutuchanganya sisi. Koma kiakili. Usije ukawa mtumwa wa mapenzi hata siku moja. Mimi huko sitaki urudi huko, sitaki huko Ben. Hata kama brother, lakini yule ni mwanamke tu. Ilikuwa na njia nyingine ungeweza kuongea naye. Oh, sasa leo unanifundisha mimi namna kuishi. Sivyo? Unataka mimi niishi kama wewe. Ben, why? Ben, mimi na hasira na wanawake. Mimi na uchungu na wanawake, usione hivi. Mambo wanayoyafanya wanawake hauwezi kutaka hata siku moja ukalinganisha. Brother, nafahamu. Lakini umekosea tu brother. Brother, umekosea. Ben, nisikilize. Ben. Kidogo ni hasara kabisa eti. Sasa ukaning'ata, ukanipiga pigo, ukanifinya. Alielewi ilikuprepa. Ha! Asante mama yangu, oh, asante mama yangu. Asante mama yangu, oh, asante mama yangu. Asante mama yangu. Asante mama yangu. Asante mama yangu. Hadija. Hadija. Nafahamu yote aliyokufanyia kakaangu. Naomba unisamehe mimi. Wala tosiwazi. Mimi nishasamehe. Kweli? Kweli. Samahani sana Hadija. Asante, mimi nishasahau. Wala tosijali. Vipi kuhusiana na wewe? Uko poa lakini? Mimi nipo salama kabisa. Na hofu yangu ilikuwa ni wewe tu. Niko good. Sawa, kama uko salama ni vizuri. Karibu tukae. Asante. Nitakuja siku nyingine. Wacha mimi niende. Bye, kwaheri. Moyo wangu kichaka naona, nampenda nipendi ninoa, anawake anapenda naona. Upendo wako wa dhati bado unanipa amani. Hodi hapa nyumbani. Mzee wa moto. Karibu mzee wangu. Kwema hapa nyumbani? Kwema sana. Shikamoo baba mkwe. Acha kunikebei. Na kukebei tena? Na hasa hilo ndio lilonileta hapa nyumbani. Lipi?
la wewe kuja nyumbani kwangu na kumrubuni binti yangu ukaja kuichana posa, barua ya posa. Sasa mzee, na wewe umekuja umefura. Sasa ni lipi ambalo lingekupendeza? Ni lipi ambalo lingekuwa jema sana kwako? Binti yako atoke hapo akaishi na mtu asiyempenda, aishi kitumwa kwa shinikizo la wewe baba, au akaishi kimalikia sehemu ambayo anaishi kuna upendo? Walikuwa wamependana. Huo ni uongo mtakatifu. Huo ni uongo. Unanikumbusha hayati Bob Marley aliwahi kuimba na kusema, who the cup fit, let him wear it. Maana yake unaijua? Alikuwa na maana ya kwamba mwenye kofia inayomtosha, yule anayetoshwa na ile kofia, anayetoshelezwa na ile kofia, muache avae. Sasa mfano huo unakujaje katika hili? Maana yake ni kwamba binti yako Adija aliwahi kufika hapo, yeye mwenyewe akamkataa mdogo wangu Beni kwamba hawezi kunifiti. Yeye ana mtu wake ambaye anampenda. Na sasa nikasema hivi, nikasema kumbe Ben kofia hii haiwezi kumtosha, inampoaya. Na sasa sirudishi hata senti 5 ya pesa ya posa. Ala? Sikiliza. Nenda kamnunulie mkeo sidiria. Kamnunulie mkeo sidiria na nguo zingine za ukipenda zinginezo. Kwangu upendo wako wa dhati bado unanipa amani. Naendelea kuishi. Asante mama yangu, 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 asante mama yangu. Habari yako bro? Salama. Naitwa Jijo Mido aka Jordan. Emsema nikusaidie nini? Nina biashara nihitaji kufanya na wewe. Biashara gani? Biashara hii ni ya video clip iliyorekodiwa sehemu. Mido, sasa mimi sio mwandishi wa habari. Mimi unavyoniona sina hata ujuzi kidogo wa hayo masuala ya video sijui nini. Sasa hiyo video ukinipa mimi inanisaidia nini? Hem, nitafute siku nyingine. Kaka, natumai video hii ukiona utafurahi sana maisha yako yote. Sawa. Sasa nikuombe kwa sababu mimi hapa naenda, kuna shughuli zangu naenda kufanya. Na unavyosema kwamba naweza nikafly, basi nitafute siku nyingine. Tutafanya biashara ili nifly, sawa? Asante. Sawa. Safari njema. Nitegejua hii biashara inagusa maisha yake yote. Asingenidharau. Bibi yako kule shamba ukikuwa utaenda tu mjukuu wangu. Maana sasa mimi ni mkubwa. Ongezeka kidogo mjukuu wangu. Kwa sababu kule shamba kuna wanyama wakali sana wanakula watu. Maana sasa yeye bibi hawamli. Bibi yako yeye waamuri ana mbio. Ndio maana anashinda wale wanyama. Yeye hawaamuri kwa sababu anawashinda mbio bibi. Sababu? Ndio. Afadhali nimekukuta. Karibu. Kuna heri? Heri labda nao mwanao Adija aje nje hapa akwambie. Adija ametoka hapa muda si mrefu na tujua alikoenda. Sasa nisikilize mzee. Kama yuko humo ndani mwanao umemficha, maneno yangu anayasikia. Ila kama hayupo,
mfikishie maneno yangu. Mwambie achague mambo hayo mawili. Moja, achague kuachana na mke wangu kwenye ndoa yake atulie. La sivyo, swala lake la pili nitamleta hapa kama mzoga. Sitaki upuuzi kwenye ndoa yangu. Sitaki upuuzi mzee. Kama ameshindwa kufuata masharti niliyompatia, hili langu utaniona mbaya. Kijana, nimekaa hapa kwa muda kwa ajili yako. Naomba nikuulize maswali yangu haya mawili tu. Swali langu la kwanza ni kati ya usiku na mchana, kipi hutisha zaidi? Usiku. Iweje leo wewe unabebelea yale ya usiku ili hali ni mchana? Swali langu la pili, kazi ya miguu naweza kaipa kiganja? Hapana. Sasa nenda ufikirie vizuri. Utakapopata jibu utanitafuta. Asante mama yangu, 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 asante mama yangu.